tumpongeze Diamond Platinum kwa sababu unajua hii nitaongea kama mdau wa muziki. Pia nitaongea kama mfuatiliaji pia wa muziki, pia nitaongea kama sitaongea kama shabiki au stabase moja kwa moja kwamba hapa kwamba hata kama kitu kizuri niseme kibaya au kitu kibaya niweze kusema kizuri. Kwenye kizuri nitasema kizuri, kwenye kibaya nitasema kibaya. Na huo ndo kweli na ndo jinsi maisha yanavyokuwa. Kwenye jambo la heri sifia, kwenye jambo baya kemea. Kwa hiyo ndo maana nikasema moja kwa moja kwamba bila kupepesa macho kwamba tumsifie Diamond Platinum, tumpe hongera zake kubwa sana kwa jinsi mapambano yake anavyojitahidi kupambana kuhakikisha kwamba anaenda mbali kimuziki. Na hii ningetamani iwe kwa mdogo wangu. Sometimes kwamba unaambiwa unapokuwa na kinyongo, sio na kinyongo yule nini kwa nini kapata au kwa nini ana mafanikio? Hapana, weka kinyongo kwamba na mimi nipambane ili kesho niwe kama yule au niwe zaidi ya yule. Usio na kinyongo kwamba Mungu kwa nini usingemshusha nikawa mimi? Haiwezekani. Kwamba riziki yake na juhudi zake zinaonekana. Kwa hiyo niweze kusema tu kwa ufupi kwamba hilo pia anampongeza Diamond Platinum na azidi kutuwakilisha kimataifa. Yeah. Umezungumza kitu ambacho kinaitwa juhudi. Unadhani kwamba wasanii wengi ukiachana na Diamond, wasanii ambao walikuwa nyuma wanashindwa wapi katika juhudi? Naweza kusema kitu kimoja. Swala la juhudi kwanza, kwa sababu unaambiwa ukiweka juhudi, yani kuna kauli moja nasema kwamba ukijisaidia pia Mungu atakusaidia. Kwa hiyo cha kwanza naweza kusema kwamba Diamond Platinum ni mtu ambaye sana sana jamaa yani ameweka mbele sana muziki kuwa kama ndo maisha yake au kuwa kama ni ndo biashara yake. Yani hakuna shughuli nyingine yoyote atafanya. Kwa hiyo akili yake kila kilala kiamka yeye anawaza atoboe kupitia muziki. Kwa hiyo naweza kusema kwamba wasanii wengine ukiacha Diamond Platinum wa hapa Bongo kama kina mdogo wako Harmonize, ndio maana naongelea wote lakini mpaka na mdogo wangu. Naweza kusema kwamba sometimes mshikamawili moja kumporomoka. Kama tukija katika mfano mfupi, wasanii wengi wa Bongo au wa Tanzania huwa wanadili na mambo mawili kwa sababu unaona kabisa leo anaamka anataka acheze mpira, kesho anaamka anataka awe na adili na wanawake. Umeelewa? Yani starehe nyingi kuliko kazi. Leo amke aanze kutafuta kiki, kuanza kujisingizia mavitu ya ajabu. Yani huo ndo wasanii wetu wengi wa hapa Tanzania. Lakini jamaa unaona ana focus kwenye sana sana kuhakikisha kwamba akilala kiamka mimi nataka nifike mbali zaidi. Kwa hatua hiyo iliyofika ni hatua mzuri na hatua bora, na inapaswa pia wasanii wengine waige kwake au wafanye makubwa zaidi. Yani kikubwa hakuna uchawi, hamna ndumba, kikubwa ni juhudi. Bas, juhudi na kuhakikisha ujue kwamba mimi ninachokifanya ni kitu gani na ninahitaji pia hichi ninachokifanya nipate matokeo chanya kwa hichi ninachokifanya. Na kwa maana kwamba mimi napanda hichi na natamani nivune hichi na zaidi. Hicho tu, hamna kingine. Tofauti na hapo tutabaki kusema kuwa na majungu, kuwa watu wa kunungunika, kuona tu kwamba haitupushi. Sometimes unaona mpaka wasanii wengine wanalalamika kuilaumu serikali kwamba mimi hainipushi hivi na hivi serikali katika wizara. Sasa mimi huwa nawaza umefanya juhudi gani kuhakikisha watu wanakuunga mkono? Umeelewa? Kwa hiyo naweza kusema moja kwa moja katika wasanii wengine waige haya kwa njia za juhudi, kwa kujua kwamba hapa nipo kwenye level gani na nipambane vipi ili niweze kufika mbele. Kwanza kabisa watambue katika maisha lazima mmoja atatangulia mwingine anafuata. Mwezi mkote kwa sawa. Ndio kila siku mmoja wewe. Nisikilize basi. Na ndio maana hata hivi vidole havifanani. Kimeanza hichi kinapanda hichi kinapanda hichi kinashuka zaidi. Na ndio jinsi maisha ya binadamu sisi tulivyo. Mungu humpa atakaye. Lakini pia nikija katika hilo swala zima au sakata lazima, kwa nini kila siku Diamond na sio hawa competitor wake ambao kwa sasa hivi ukitoa Diamond, Harmonize na Alikiba, kwa nini kila siku inaonekana kwamba ni Diamond tu peke yake? Kimataifa zaidi naweza kusema kitu kimoja kwamba hakuna isiyoeleweka. Harmonize mdogo wangu ni mbavu ya kulia ya Diamond Platinum. Hilo mimi nakiri kama brother. Hilo linafahamika. Kwa hiyo sasa Harmonize mdogo wangu ameshindwa leo, atafanikiwa kesho. Kuweza kusema kitu kimoja kwamba huu sasa hivi ukweli sio fichika, ni wakati wake Diamond Platinum. Na ndio maana nikasema nitamani awe mdogo wangu. Sio kwamba anashindwa, bali one day yes. Kwamba naamini kwamba haya sio kwamba mdogo wangu hayaoni au sio kwamba hajui kinachoendelea, anajua na anaona. Pia Alikiba
anajua na anafahamu kinachoendelea. Kuona naamini wao wanajipanga kuleta mageuzi pia kivingine tena.